Haya, asanteni wapendwa ndugu zangu wa Kristo mahali popote mnapopatikana. Mungu hawabariki. Naitwa Apostle Simeon Fadhili za Bwana. Nawashukuru sana wandugu waliokubali kucomment katika video yetu. Mungu awabariki. Mungu awainue tena, endelee kuwasaidia. Nikipata comment yenu nyingi nitaanza kuwataja, kwa maana ninyi ni watu wa thamani kubwa sana ambaye mnasapoti mafundisho tuende. Kwa maana hii ni mafundisho ya vijana. Lazima vijana wamjue Kristo. Tutangaze habari njema. Kama wewe ni kijana, andika kwenye comment, mimi ni kijana wa Yesu. Un jeune pour Christ. Ni wewe. Asante sana. Nadhani hapa tunaelekea katika episode yetu ya 4 ya kitengo chetu cha kwanza ambacho nasema Mkristo wa kweli. Sawa, hapa tulizungumzia aina wa Kristo, tukakuta kuna aina mbili ya Wakristo, Mkristo wa kweli na Mkristo wa uongo. Samani kidogo. Mkristo wa uongo. Hapa tunakwenda hatua ya kwanza ambayo inasema Mkristo wa kweli. Na kabla tujaenda mbali sana kuzama kabisa ndani na habari ya Mkristo wa kweli ama mkamilifu, lazima tujue kwanza maana ya Wakristo wa kweli ama Mkristo wa kweli. Kuwa ni nani, ni watu wa namna gani? Hapo tunakimbilia kwa haraka kwenye maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo sura yake 7 mstari wake mdogo wa 21. Hebu tunasoma kwa haraka katika Biblia. Inasemaje andiko hili? 7:21. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nasemaje? Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Asante sana. Hiyo ndiyo maandiko. Na katika kujibu swali letu ambayo tuliulizwa hapa awali ya kusema kwamba ni watu wote waendao makanisani ndio waliokuwa Wakristo wa kweli. Hapo pana mtihani. Sio kwenda kanisani ndipo unaweza kaitwa Mkristo wa kweli, hapana. Kuna tabaka na sharti ya mtu kuwa Mkristo wa kweli. Kwa mujibu wa andiko hili la Mathayo 7:21, twagundua hakika kwamba kuwa Mkristo wa kweli sio kumtaja tu Yesu kila mara kwa kinywa chako, hapana. Yaani kuwa Mkristo wa kweli ni kufanya mapenzi ya Mungu aliye mbinguni. Hapo ndipo Mungu mwenyewe atakupa uhalali wa kuitwa Mkristo mkamilifu. Sio mtu mwenyewe anaweza akasema mimi ni Mkristo, hapana. Sio mtu mwenyewe anaweza kujikamilisha na Ukristo wake, hapana. Mungu mwenyewe anaweza kukamilishia Ukristo wako na kusema kwamba huyu mtu ni Mkristo. Hebu tuchukue mfano wa Ayubu, mtumishi wa Mungu aliye hai. Ayubu alishuhudiwa na Mungu mwenyewe akisema huyu ni mtumishi wangu mkamilifu. Ijapokuwa shetani alipinga, lakini Mungu alimhakikishia kwamba huyu ni mtumishi wangu. Akamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani akamwambia, nimetoka katika kuzunguka kwangu. Na Mungu akamuuliza, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Umemuona mtumishi wangu? Yaani Mungu anawajua waliokuwa wakake na anawakamilishia mbele ya shetani na kuambia yule ni wangu, hata ukifanyaje uwezo kumkokota wala uwezo kumtoa katika misingi ya kweli. Yaani anayekamilisha mtu Ukristo ni Mungu mwenyewe. Kwa maana watu wengi wanadhani kwamba wanapoelekea makanisani kuabudu wakati wote ndio utimilifu wa Ukristo wa kweli. Hapana, hiyo sio kweli. Hii ni uongo mtupu. Sio kuimba nyimbo makanisani na kuwapendeza watu ndio Ukristo, hapana. Unaimba unapendeza watu, wanakutahila pesa, wewe umeona kwamba hapa nimekuwa Mkristo. Hilo sio chanzo ya kuwa Mkristo, hapana.
wala sio kuitwa majina matukufu ya kibiblia ndio Kristo. Hapana. Wazani kuitwa mchungaji, pastor, bishop, mtume, apotre kama tunavyoitwa sisi hapa, prophet, yaweze kutisha Mungu ili akufanye kuwa Mkristo mzima mkamilifu? Hapana, haiwezekani ndugu zangu wapendwa. Sasa Mungu anasema nini kwa watu kama hawa wahudumiaye makanisani na kujipendeza mbele za watu kuwa watumishi wa Mungu, watumishi wake Mungu? Nadhani mmesikia swali. Mungu anasema nini kwa watu kama hawa, wale waliotoa wachungaji, mabishope, mabitugani, maprofeti, kutabiri vitu na vingine? Anasema nini kwa wale ambao wanajiweka kuwa watumishi wake? Sasa kuna aina mbili ya watumishi. Kuna mtumishi aliyeitwa na Mungu na mtumishi aliyejiweka kuwa mtumishi mwenyewe. Hapo hata andiko ya Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza anasema mtu akitamani kazi ya askofu. Kutamani na kuchaguliwa na kuitwa ni vitu vili tofauti. Yaani andiko hili waliandikia watu waliotamani kuwa. Kuna kutamani na kuitwa ama kuchaguliwa na Mungu. Hapo nadhani mmenielewa vizuri. Haya ni mafundisho ya kindani kabisa. Sasa Mungu anasema nini kwa wale wanaojipendekeza mbele za watu kuwa watumishi wa Mungu? Anasema nini? Tunakwenda Mathayo ule 7 mstari wa 22 hadi 23. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunasoma: wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23 inasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hiyo ni maandiko matakatifu kwa wale ambaye wanajiita mapasta, wanaonesha watu kwamba wanapendezwa na Mungu, kumbe Mungu hajawajua. Mungu anasema ondokeni kwangu siwajue. Yaani inapaswa kusema nini katika andiko hii? Kwa mujibu wa andiko hili tuagundua kwamba kuhubiri kanisani hakuwezi kufanya uwe mtumishi wa Mungu ama uwe Mkristo kweli. Kutabiri la conta aspirine chloramphenicol gentamicin, haleluya, haiwezi kukufanya uwe Mkristo wa kweli. Elewa hivyo? Yaani kujazwa roho, kuruka, kutambaa haiwezi kufanya uwe Mkristo wa kweli. Kutoa sadaka ama misaada yoyote kanisani haiwezi ikakufanya uwe Mkristo. Kushiriki na kufanya usafi kanisani, yaani kuimba na kufanya usafi kanisani, haiwezi kukufanya uwe Mkristo wa kweli. Yaani kushiriki kanisa kila siku pamoja na kuomba haiwezi ikawa chanzo cha kukufanya ya kumfanya mtu awe Mkristo wa kweli. Kwa sababu hata waovu nao wanafanya mambo kama haya makanisani. Hili ni jambo ya wewe kuelewa vizuri. Hili ni siri kubwa. Hapo nadhani umenielewa. Andika kwenye comment yako na mpenda Yesu. Hii ni injili ya vijana. Kama wewe ni kijana usipite video hii. Ni wajibu wako wewe kusupporti katika channel yetu. Subscribe, comment, nina lazima na comment yako ili tupate kuendelesha kazi ya Mungu mbele. Asante, tukutane kwenye episode ya 5. Mungu akubariki.